Yeah. Wewe uketie juu. Nataka nianze. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu kawe manukato. Wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo huu kawe manukato. Manukato, 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 manukato. Bwana Yesu, somo hili likakuvunie watu, kila atakaangalia hii video Yesu akakugeukie wewe kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, asante kwa kuwa uko na mimi hapa kunisaidia, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa kujoin, asante kwa kufungua linki, asante kwa kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. So direct tunaenda kwenye kichwa chetu cha somo ambacho kinasema hivi: acha kwenda kwa waganga, nikufundishe njia nzuri, njia bora, njia za kimungu za kusolve tatizo. Zipo njia nzuri za Mungu zitakazo kusaidia kusolve tatizo, zitakazo kusaidia kukuponya. Zipo kabisa, ulikuwa uzijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua watu kwa mganga sio kwamba wanaendaga wakiwa wanapenda, unajua ni matatizo tu ndio yananipeleka kule, lakini mimi nimeokoka, ninampenda Yesu, lakini kwa matatizo haya bora tu niende tu kule. Najua ni shida na ni matatizo, na ndio maana hayo matatizo hayo nataka leo nikuelekeze njia bora na nzuri za kimungu zitakazo kusaidia kusolve. Zipo kwenye Biblia, ni vile ulikuwa hujui na haujazifuatilia. From today onward, hizo njia utazijua leo na utatubu. Siku zote uzo kwenda kwa mganga, utaanza kuzitumia njia hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina, mimi ninaitwa dada Enea Nicola Mahenge. Ni nani huyu? Mimi ni mbeba maono wa KGB, yani Kivumbi Gospel Band, na ni bendi ambayo inajihusisha na masuala ya kusifu na kuabudu, lakini pia licha ya hiyo tunajihusisha na kufundisha neno la Mungu, kuwaleta watu kwa Yesu, lakini cha tatu tunajihusisha na masuala ya maombi na maombezi. Kwa hiyo ukiangalia hiyo unajua kabisa hawa watu ni ibada. Sisi ni ibada na huwa tunaandaa ibada mbalimbali. Timu ndio hiyo hapo unaiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huwa tunaandaa ibada mbalimbali ya ibada ya kwanza tumeandaa Januari hii, tulikuwa na ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko chini ya Askofu Dr. Nicodemus Nyenye Patmos Kigamboni. So point of contact, kuna namba hapo kwenye screen hapo, kuna namba nyingi, lakini hiyo inayoishia 43 ndio namba ambayo unaweza kanipigia au ukaja WhatsApp kwa chochote, maswali, una shida, una maswali, you need this, yani chochote kile, point of contact ni namba hiyo inayoishia 43. Achana na hizo zingine, ni kwa ajili ya mambo mengine. Namba ambayo unatakiwa kutupigia ni hiyo hapo, inaishia 43. Hizo zingine ni kwa ajili ya, unaona, kwa mfano mtu anataka kutoa sadaka, mtu anataka kufanya nini, ndio utatumia hizo namba ambazo, lakini ya kunipigia kuniuliza maswali ni hiyo inaishia 43. Au yani kitu chochote kile, if you need anything from us, piga hiyo namba. Bwana Yesu asifiwe. Back to business. Turudi kwenye somo letu. Jambo la kwanza litakalo kusaidia wewe kusolve shida zako zote na matatizo yako yote bila kwenda kwa mganga ni
jaa neno la Mungu. Moyo mwanadamu ni una space, na hiyo space Mungu aliiweka kwa ajili ya kujaza maelekezo yake, kwa ajili ya kujaza neno la Mungu. Shida yako sasa, wewe hiyo space haujajaza neno la Mungu, umejaza maneno ya watu, umejaza matakataka na vikorombwezo vya kila aina. Hivyo ndivyo vinavyokuongoza kuelekea kwa mganga, kuelekea upotevuni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kosa ulilolifanya. Ulijaza moyo wako kwa maneno ya watu, hukujaza moyo wako kwa maneno ya Mungu. Biblia inasema neno la Mungu na lijae kwa wingi, na lijae. Unaelewa, lijae, isiwepo hata nafasi ya kubaki, lijae. Sasa nakupa assignment, kuanzia leo anza kujaza neno kwenye moyo wako la Mungu. That is one. Njia ya pili itakayokusaidia kusolve tatizo lako bila kwenda kwa waganga ni anza kuwa muombaji. Kimekupata. Ulikuwa unawacheka waombaji, wanaomba nini? Wewe anza kuwa muombaji, acha kujihurumia. Unajihurumia mwili wako, anza kuomba. Hivi kwa ni shingapi kuomba? Kuomba ni shingapi? Nikuulize swali. Unatoa shingapi kwenye maombi? Ile tu kuamka asubuhi unatenga lisa lako limoja, rapa sakayama rama sheki na ma rapa papa ikaraba shata, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, hei rapasia, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu napiga na bomoa. Bwana Yesu, nimeamka, ninashukuru, nimeamka salama. Yesu nisaidie, rapa kwa napiga mapepo, navunja, hei raka ya masia. Ni shingapi? Ni shingapi kuwa muombaji? Kuanzia leo nakuelekeza, anza kujenga hiyo tabia kuwa muombaji. Matatizo yatakimbia, baraka zitakujia. Na nikwambie tu siri, kila Mkristo na kila mwamini kuomba si chini ya lisali moja. Ni kuanzia lisali moja kwenda juu, kwenda mbele. Biblia inasema Yesu aliporudi akaona kina Petro amelala, akawauliza, hamkuweza kuomba nami hata kwa lisali moja Petro? Hata lisali moja Petro, hata lisali moja. Kweli ni lisali moja. Haya, mara ngapi kwa siku? Minimum mara 3. Kwa hiyo kwa siku hakikisha unaspendi masaa 3 kwa ajili ya kuomba. That is biblical. Daniel aliomba mara 3 kwa siku. Kanuni hiyo nakupa leo. Anza kuomba mara 3 kwa siku, isipungue lisali moja. Utaanza sasa kuona matokeo. Ulikuwa ufanyi hivyo, ndio maana ulikuwa unachanganya kwato zako, kimbilia huku, mara umekimbia kwa manabii, mara umekimbia. You can solve your problems ndani ya chumba chako. Jambo la 3 litakalo kusaidia kusolve matatizo yako bila kwenda kwa waganga, bila kwenda wapi, wewe anza kuwa mtoaji. Binafsi sana wewe. Hela zako unazipangilia, unazipigia mahesabu. Yaani unazipigia mahesabu kisawasawa, kiasi kwamba hata mtu akija akuombe, naomba hela fulani, huna. Na sio kwamba huna, sio kwamba hutaki kumpa. Hela zako umezipangilia kwa wewe tu, yani kwako tu, umezifikia kwako tu wewe. Mentor wangu alishawahi kusema hivi, hatuishi kwa bajeti. Hizo bajeti unazozipanga hizi, tunaishi kwa imani. Sasa sijasema kwamba uwe unatumia hela kiholela. Usiibane sana hela yako, toa. Biblia inasema kila aombaye mpe. Ukimpa mtu kitu unapanda mbegu wewe. Unapanda mbegu itarudi. Mkumbuke Dorcas alichokifanya. Anashona nguo alikuwa anawapa wajane. Nini kilitokea alivyokufa? Alifufuliwa. Anza kuwa mtoaji, acha ubinafsi. Anza kuwa mtoaji, acha ubinafsi.
Na njia ya tatu, njia ya nne na ya mwisho itakayokusaidia kusolve matatizo yako bila kwenda kwa waganga. Funga, wewe funga, wewe unafunga. Na hapa naomba nitie mkazo kwenye hii point, ndo ambapo nitaenda kuweka mkazo kwenye kufunga na kuomba. Nataka nikufundishe kitu kwamba nini kinatokea mtu anapofunga na kuomba. Mimi mwenyewe zamani nilikuwa sijui. Unajua, unaona tu kwamba umekulia kanisani, unaona kuna kufunga Okay, sawa. Kwa hiyo unafunga tu, uelewi nini maana ya kufunga. Nataka leo nikuelekeze kitu. Mimi mwenyewe zamani nilikuwa sijui siri iliyopo kwenye kufunga. Wewe, maombi ya kufunga ni kitu kingine, usiyachezee. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja, nikupe mfano. Siku moja nikiwa ibadani, mama mmoja alikuja pale Patimo, akatoa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amen. Mimi nimekuja kutoa ushuhuda wangu. Nimekuwa bila mtoto kwa muda wa miaka 10, lakini mwisho wa siku nilikuja kugundua kwamba kumbe nguvu za giza, mapepo na majini ndio wanaonifunga mimi nisipate mtoto. Akasema nilipogundua hicho kitu, nilifunga mwaka mmoja. Nikasema nini? Anasema mwaka, amefunga mwaka. Wakati huo sijui nguvu iliyopo kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Anasemaje? Amefunga mwaka. Siwezi. Nifunge mwaka kabisa, mwaka. Hamna nife najiona. Hamna. Yaani yule mama nilimkana moyoni mwangu, nikasema hamna, siwezi kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka ibada ilipoisha, nikatoka nje nikamkuta yule mama anaendelea kushuhudia watu na kuendelea kuwasimulia watu. Nikasema yaani hata sikusogelei, hata sikuulizi. Mwaka. Lakini sikujua. Bwana Yesu asifiwe. Na hata funga yangu mimi ilikuwa nafunga ile mradi tu yani. Kwanza unaweza kukuta siku hiyo naenda niko kazini . Kwa hiyo nimefunga tu masaa yangu 12. Hata sizingatii kwamba kuna kufunga na kuomba. Kufunga na kuomba ni vitu ni mapacha. Uwezi ukafunga usiombe, utapigwa. Kwa hiyo nikawa nafunga, ikifika saa 12 sijapata muda wa kuomba, mimi nafuturu. Twende kazi. Bwana, mimi nitaomba na nyumbani bwana. Siku moja Mungu alinifunulia uzito wa maombi ya kufunga na kuomba. Nataka na mimi nikufunulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akaniambia kitu kimoja. Akaniambia, mwanangu, unapofunga kinatokea kitu kifuatacho. Unafunga let's say kwa ajili ya tatizo fulani, lakini kumbuka hilo tatizo aliyesababisha sio Mungu, ni shetani. Na wewe unataka liondoke. Nyuma ya hilo tatizo kuna viumbe. Nyuma ya hilo tatizo kuna mapepo. Nyuma ya hilo tatizo kuna majini. Na majini yana akili, unajua, sometimes kupita hata sisi wanadamu. Kwa sababu yenyewe ana experience. Kumbuka alitoka kwa Mungu direct. Yalikuwepo kabla sisi hatujakuwepo. Kwa hiyo ana akili nyingi sana, lakini akili zake, ujanja wake ni kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo anacheza na mwili wa mwanadamu, yanacheza na akili ya mwanadamu, hayana access na roho, kwa sababu roho zetu ni mali ya Mungu. Yanahakikisha anakubana kwenye mwili, ule mwili ukukoseshe wewe. Kwa hiyo ni majanga sana. Yanacheza na mwili wako tu ukisikia mtu ana matatizo ni mwili wake. Ukisikia mtu ni mzinzi ni mwili wake. So yale majini yako specific eneo fulani yanacheza na wewe, yanacheza na akili yako. So ni majanja sana. Akanionyesha ni mfano wa samaki kwenye maji. Samaki kwenye maji ni mjanja sana. Hata kusema mkamate wewe uwezi. Uwezi hata kama ni bwawani. Hata kama ni kabwawa kadogo, huwezi kumkamata samaki kwenye maji. Ni mjanja kwenye maji, hakuna mfano. Ndivyo alivyo mapepo. Ni majanja kwenye mwili wa mwanadamu, hakuna mfano. Sasa akasema hivi, ukitaka kuyaweza majini na mapepo kwenye mwili, manake cheza na mwili. Unyime mwili chakula.
Funga. Ukifunga mwili umeyafunga mapepo, umeyanyima nguvu, umeyanyang'anya nguvu. Ni sawa na samaki kwenye maji. Ukitaka kumweza, dili na maji. Ukitaka kuyaweza na mapepo, dili na mwili. Ukitaka kuimweza samaki, dili na maji. Ukienda kwenye bwawa ukatoa maji yote, mama yangu, samaki anatia huruma jamani. Anaweza akafa, unamkuta tu anatapatapa hivi. Anatapatapa. Kwa nini? Umedili na maji. Kwa hiyo sasa pale anapotapatapa pale ndio unamfuata pale unagonga, ukitaka unamchukua, ukitaka unamua, ukitaka unafanya chochote. Ndicho kinachotokea kwenye kufunga na kuomba. Unataka kudili na mapepo yanayokusumbua, funga mwili, yani utese mwili. Ukiufunga mwili umeyafunga mapepo, kwa hiyo yanalegea. Yakishalegea sasa ndio inakuja ile ya kuomba, kufunga na kuomba. Sasa kwenye kuomba pale si yamelegea, si umeyafunga, unakuja kwenye kuyapiga sasa, kumuta, piga. Kwa hiyo kisha piga sasa ndio unachukua vitu vyako unaondoka navyo. Sikiliza, akanipa neno linatoka kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 29 kwamba hivi, unapoenda, hiyo ni Mathayo 12:29. Unapoenda kwenye nyumba ya mwenye nguvu, unataka kuteka vitu vyake, ukienda kichwa unapigwa. Ukitaka kumweza mwenye nguvu, kamata mwenye nguvu kwanza yule. Ukimkamata mwenye nguvu, kamfunga vizuri pasavyo, chukua vyote unavyovitaka sepa, mpaka akaje kujifungua yeye mwenyewe, umeshaiba kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kumkamata mchungaji, ukitaka kusambaratisha kanisa, kamata mchungaji, kamata yule kiongozi yule. Ukishakamata kiongozi, hawa huku ni rahisi kuwasambaratisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile ukitaka kuyashinda mapepo, kamata mwili. Unyime mwili chakula, utakuwa umeyanyima yenyewe mapepo, utakuwa umeyafunga yenyewe mapepo. Baada ya hapo piga, bomoa, umeyafunga. Hayawezi kufanya chochote, yani umeyafunga, yameshanyong'onyea, yameshaisha nguvu, yameshatia huruma. Kwa hiyo unapasua, unapiga, unayafanya unachotaka. Sijajua mtu najua kuna mtu nanielewa. Najua kuna mtu nanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kufunga na kuomba ni njia mojawapo ya kuyafunga mapepo. Na ukishayafunga na kung'uta, yanatoka, then unakuwa huru. Kwa hiyo unapofunga, unafunga mapepo, then wewe unainuka, unakuwa juu. Kwa hiyo unakuwa ni mwenye nguvu kuliko wenyewe, unayasambaratisha. Funga. Usijihurumie. Hapo ndipo nilipokuja kumuelewa yule mama aliyesema nilifunga mwaka mmoja nikaelewa alichokuwa nakifanya. Maana akifunga siku ya kwanza akaomba, bado mpo. Anaingia siku ya pili anafunga anaomba, bado mpo. Anaingia na siku ya tatu anafunga anaomba, bado mpo. Anaingia na siku ya 4, siachi mpaka kiumani. Anza kufunga na kuomba. Usijihurumie. Ulikuwa unajihurumia, ndio maana ukapata akili ya kwenda kwa mganga. Usijihurumie. Huwezi kufa kwa kufunga. Esther mwenyewe alifunga. Alifunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo ndio njia pekee nzuri sana, zitakusaidia sana haraka sana, na utakuwa innocent person na mbinguni utaenda. Mungu akubariki sana. So kwa leo, Mungu akubariki, tuishie hapa, ila ninaombi moja kwako. Ninaomba support yako. Support gani? Support my channel. Support our channel.
Bwana Yesu asifiwe sana. Licha ya kusupport, share ujumbe huu kwa kijana yeyote ambaye unaona anahangaishwa. Unaweza ukasolve tatizo lako ndani ya chumba chako tu bila kwenda popote. Mpe huu ujumbe mtu, share huu ujumbe. Kwanza utakuwa support channel, pili utakuwa support injili, utakuwa sogeza injili mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Una ujumbe wowote, una swali sijui nini na nini, kuna namba ya simu, kuna uwanja wa comment. Like, comment, share. Utakuwa umetusupport. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao mnataka kusponsor timu yetu hiyo hapo, tumewapa namba ya simu, haina shida. May the Lord bless you. Mungu awabariki. Till next time. Till next time jamani. Mpaka wakati ujao.